Karibuni tena sana kwa kipindi kingine siku ya leo. Kama kawaida najulikana kama Bwana Rickskits kutoka hapa Marekani. Na kama tulivyoahidi hapo nyuma ni kwamba tutakuwa tunaweza kuleta vitu ambazo zinafanyika hapa Marekani. Especially tukiangalia upande wa healthcare. Na sana sana huwa mimi napenda kuongea kuhusu wauguzi. Hivi karibuni in my other channel, YouTube channel also na other TikTok channel tumekuwa tukiongelea jinsi CNAs, medical lab technologists and nurses wanaweza kuja hapa USA kutumia agencies. Leo nataka kuongelea kuhusu the types of employment for nurses, CNAs and other healthcare workers. For example, kuna full-time employment. Full-time employment ni nini? Ni ambapo mfanyikazi anaruhusiwa ama anafaa afanye that 6 hours in a certain facility in a week. So, kama ni night, anafanya night 3 kwa week. Because here every shift, most shifts in facilities are 12 hours per shift. So that 6 hours means ni 3 shifts. So like in 2 weeks, utakuwa umefanya 6 shifts. So hiyo kazi ambayo unaenda 3 days every week, that's full-time employment. Na utapata kama umekuja na agency, like that's the agreement, like you have to do 3 shifts each week, totaling to that 6 hours. It doesn't mean like lazima zikae that 6 hours, because sometimes unaweza chelewa kazini kuingia, kutoka kazini, so inaweza pata imepush to that 7, that 8. And that means ni kama mtu hataki kufanya extra shift. So unaweza kuwa uko full time employment na ukitaka kufanya extra shift unaweza fanya. So ikipita 36 hakuna problem, but to be counted as working on full time basis you have to do at least 3 shifts per week. Another one is PRN. PRN employment gani? PRN employment ni ile unaenda unatafuta kazi place ya pili. Tuseme kuna full time job alafu unaenda unatafuta job nyingine. Hii inamaanisha nini? Unaweza kuwa unapiga ile full time job yako the 3 days, na hizo siku zingine unafeel unaweza work before hiyo wiki nyingine ifike upige 3 more days, unaweza enda work the other place. Hii hata unaweza kosa kwenda for 2 weeks, unaenda on availability time, uko free, unasikia unaweza enda, unasema Monday kuna nafasi na feel na nikuje ni work on PRN, but you apply, unapata kazi, unapata your terms and conditions of employment, the rates zenye unalipa nazo. So unakuwa unaenda ile time uko available, ama ile time wako na nafasi opening wanakuambia Rickskits ni aje uko available leo, kuna shift hapo, unaweza piga night shift. Unasema haya ama uwezi, because they have a lot, every facility got several PRN staffs, kama ni CNAs, kama ni nurses, kama ni anyone wanakuita. Kama uko available unaenda unapiga hiyo kazi. So hiyo ni PRN jobs. Na hizo most of the people wana work full time, they prefer to have a PRN job somewhere else. Another form of employment ambayo nurses wanaendea huku USA inaitwa travel nursing. Mtu atajiuliza what is travel nursing? Travel nursing ni mahali ambapo you sign sari kwa USA, una join travel agencies. Kuna agencies hapa Marekani zinaitwa travel agencies. So una join hizo travel agencies. Hizo hospitali ziko na mkataba na hospitali. Hizo agencies ziko na mikataba na hospitali mbali. So mahali zina deploy their staffs. So sana sana huwa ni 13 weeks contract. So unaweza tuma hospitali fulani ukawaka for 13 weeks. Contract inaisha, ukipenda vile kazi ilikuwa inafanyika una renew. Kama hujapenda unaweza jitoa as long as umemaliza travel nursing. Na kwa hizi travel nursing kuna 2 parts of travel nursing. Kuna local travel, that is within the states. Kama within the city una travel to state yako hapa, na kuna zingine unaenda mbali. Tuseme unaishi kama Texas, kuna travel California, unaenda pale unapiga wiki zako 13, unarudi, ama ukitaka kurenew una renew. These travel nazo ziko na specific terms depending na employer. Kuna mahali utaenda uambiwe this is travel employment, but then you have to be working like 5 days in a week, like for the next 13 weeks. And the good thing about travel jobs is that they pay well. Wanalipa pesa nyingi. Because kama una work mbali from the place yenye unaishi, wanakuhesabia mpaka ile fuel unaweza kumetumia. Meaning like
interstate travel jobs zinalipa zaidi ya local zenye unatembea tu like 20 miles 30 miles within the state. So za kwenda nje zinalipa zaidi. Kitu yenye uwe iko na hizi travel jobs ni zenye ziko so strict. You can go and work anywhere but wako so strict on their terms. Na unajua pale kwa hospitali na kulipa nyingi, napenda ukue active, ukue unajua chenye unaenda kufanya. So isiwi inasumbua sana ukienda pale unasumbuana na mtuzi. Wanataka ukifika pale you know what you want to do, uende upige kazi yako urudi. So you have to be a fast learner cause ile kuorientiwa ama orientation kwa job ni kama 2-3 days unaachiliwa. So ukiingia travel nursing lazima ukume ama CNA lazima ukuwe umeiva hizi system. Nikisema system namaanisha vipi? Namaanisha every hospital have the specific charting system. Charting system unajua si mambo ya pen and paper, no, wanatumia system za computer. So kama unajua nyingi, advantage kwako, unaweza travel rahisi cause charting system ndio sana sana zinakoroga wasi. So kama umeiva hiyo unakuwa sawa. Hiyo video nyingine bado utaendelea kuangalia mambo ya travel nursing and what it encounters. Asante sana.